Je, unaweza kutamka haya maneno yote matano kwa usahihi? Kinachokutofautisha wewe na mzungu ni matamshi tu. Jipime hapa ujue kama matamshi yako ni kama ya mzungu. Maneno ya kwanza ni haya. Unahisi unaweza ukatamka maneno haya? Tamka tusikie. Haya maneno yanatamkwa later on. Rudie baada yangu. Later on. Na maana yake ni baadaye. Mfano, later on he finished school. Baadaye alimaliza shule. Maneno ya pili ni haya. Unahisi unaweza ukatamka maneno haya? Tamka tusikie. Haya maneno yanatamkwa lot of. Rudia baada yangu. Lot of. Na maana yake ni nyingi. Ukiwa unatamka badili t kwa d ila usiikaze hiyo d. Lot of. Mfano, a lot of people want to come. Watu wengi wanataka kuja. Maneno ya tatu ni haya. Unahisi unaweza kuyatamka kwa usahihi? Tamka tusikie. Haya maneno yanatamkwa what type. Rudia baada yangu. What type. Maana yake ni aina ipi. Mfano, what type of house you want. Nyumba aina ipi unataka? Maneno ya nne ni haya. Unahisi unaweza kutamka maneno haya? Tamka tusikie. Haya maneno yanatamkwa excuse me. Ila ukitaka kutamka kama mzungu zaidi, ondoa e mwanzoni. Tamka excuse me. Excuse me. Maana yake samahani. Mfano, excuse me, where's the bathroom? Samahani, choo kiko wapi? Maneno ya tano ni haya. Unahisi unaweza ukatamka maneno haya? Tamka tusikie. Haya maneno yanatamkwa where is na there is. Where is na there is. Ila ukitaka kutamka kama mzungu zaidi, basi zifupishe, tamka where's na there's. Tamka baada yangu where's na there's. Mfano, where's your office? Iko wapi ofisi yako? Mfano wa pili, there's my car. Hilo hapo gari langu. Niandikie kwenye comments umeweza kupata ngapi kati ya hizi bila kubahatisha. Kujifunza zaidi namna ya kuunda sentensi na kutamka, download application yetu inayoitwa Easy English TZ. Mimi naitwa Hassan. Asante.